Clouds TV, empowering lives. Tuingie kwenye kitabu cha Wagalatia 4. Wagalatia 4 kutoka mstari wa kwanza. Tutasoma tu hapo tukielekea, maana the thing is today that I have an answer. Si ndio? Mwenzako, I am the solution. Wakati mwingine Mungu anataka kitu inaitwa maturity in order for him to talk to you. God wants maturity in you. Anataka ukomae ndio aweze kuzungumza na wewe. Ndio unaona kuna watu wengi tuko na wao hapa, lakini Mungu hajawahi kuzungumza na wewe na umezeekea kanisani. You've been to church, uliokokea kanisani, uliokoka na mama yako akiwa kwa tumbo, wewe ukiwa kwa tumbo, umeishi miaka yote kanisani. Lakini God has never spoken to you. Mungu bado hajakuzungumzia. God wants maturity. Mwambie mwenzako, God wants maturity. Lazima ukue machua. Lazima ukubalike ndio Mungu apate atake anaongea na nani. Because God is not an idiot. God is not a mediocre. God is not a rumamoga. Mungu si huyo rika yako mnarukarukaga na yeye. Mungu anataka kuzungumza na mtu aliyekomaa. Kwa sababu maneno ya Mungu si ya mtu ambaye hajakomaa. Anataka kuzungumza na wewe kwa sababu anataka kukutuma. Anataka kukuambia, anataka kukupatia jawabu. Anataka kukuambia Kenya iko na matatizo na hii matatizo itatatuliwa aje. Lakini bado haujakomaa. Bado wewe ni mkora. Bado wewe ni mwizi. Bado wewe ni msegenyaji. Bado wewe ni mchawi. Bado wewe ni mtu ambaye ni confused. Hauna msimamo. Hauna njia ambazo ni elekezi. Hauna mipango mizuri kulingana anavyotaka. Maana huyu Mungu anataka mtoto ambaye anakula githeri. Anataka mtoto mwenye ambaye anajua kujilisha. Sasa anakukogea na wewe, unataka ogea na wewe, na wewe mwenyewe haujui kujilisha. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa unasegenya wa mama jana. Wewe mwenyewe ndio ulifanya ile mipango ya kuharibu ile kitu jana. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa unaongea kinyume na kanisa. Wewe ndio mwenyewe ulikuwa unazungumzia maaposto. Wewe ndio mwenyewe ulikuwa unazungumzia juu ya wachungaji ukisema venye wako wabaya. God will never speak to you if you are still that person. God is looking for a vessel to use. God is looking for a perfect vessel, mtu wa kutumia, mtu ambaye ataaminika, mtu ambaye atakubalika, mtu ambaye ni kiongozi na akitumwa anatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini, jiuliza, ni kwa nini tuko makanisani lakini bado hatuna chochote? Ni kwa nini tuko kanisani tumeokoka but we are still poor people? We are hard working. Tumepambana, tumefanya kazi kwa ugumu wetu, kwa uwezo wetu, kwa maarifa yetu, kwa kila vitendo vyetu tumefanya kazi. Tuko kanisani tumeomba. Tumeenda kwenye sehemu za maombi, tumeenda Katoroni, tumeenda Heaven's Gate, tumeenda kila mahali, tumetoa dhabihu, tumetoa sadaka, tumetoa covenant zote tumetoa, lakini bado tunahangaika. Sisi ndio tumekuwa tukitoa maunabii, tunasema Kenya itakuwa hivi. Tunatoa maunabii, iji ya Kenya itaenda hivi. Jihadharini, turudi kwa Mungu. Jihadharini, Mungu amesema. Lakini huyo mtu ukimwangalia, utafuta yule Mungu alikuwa anasema ndani yake hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yule Mungu ambaye anazungumza ndani yako ni Mungu anafaa kuonekana mpaka kwa vitendo. Yule Mungu ambaye anazungumza ndani yako, huwezi kuwa wewe ni masikini unaobaoba chakula alafu unatuambia kuna Mungu anazungumza ndani yako. Kwani anakujaga kukaa pande gani? Ya kushoto ama ya kulia? Ya kulia ndio iko sawa, ya kushoto si sawa. Hapana. There must be a conducive environment where God can find room for you, where God can use you. God cannot use you for his word and yet fail to use you in his prosperity. Kutigiotekeka. Hakuwezi kuwezekana ati huyu Mungu mnatembeaga naye wakati anataka uongee, wakati anataka uhubiri, wakati anataka useme, wakati anataka utabiri, wakati anataka ufanye kitu, lakini wakati unataka chakula anakuambia sasa sikujui. Kuna kitu iko matatizo hapo. Yesu, unaweza kuwa umekomaa, unajua kutoa maneno,
unajua kutoa utabiri, unajua kusema maneno, lakini kutunza vitu za Mungu haujakomaa. Kujua Biblia ni kitu moja na kutunza ile Biblia ni kitu kingine. Kujua neno ni kitu moja na kutunza lile neno ni kitu kingine. Unaweza kuwa unajua kutoka Genesis mpaka Revelation. Kuna watu huko mtaani unawakutaga huko mtaani wakihubiri kwa Biblia. Unamwambia mstari wa 5 anakuambia Genesis 10, anakuambia Matthew 5, anakuambia kitabu fulani anakuambia, lakini ukiangalia Mungu wake hayuko kwenye maneno hayo, hayuko kwenye nia hiyo. Ni kwa nini wewe kama mama, ni kwa nini wewe kama baba, ni kwa nini wewe kama mshirika wa kanisa ambaye unamwamini Mungu na unampenda Mungu, bado matunda ya Mungu haijaonekana? Biblia inasema tutawajua kwa nini. Kwa hivyo wawacho wakue, matunda yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, ni kwa nini sionagi matunda hata kama unanenaga neno la Mungu? Matunda ni gani yako? Muulize tu mwenzako, iko wapi matunda yako? Si muulize. Nasema ulia mundu ucio muriganetie, muria tiri tondu kire muhono kure iyo miaka yote umiokoka tu, matunda yako ni gani? Can you share us something to show that indeed God is with you? Unaweza kutuonyesha kitu kimoja tu, kutuonyesha kweli Mungu amenena, huyu Mungu ambaye anakuneneaga mko na yeye. Ulianza na Mungu ukiwa mchokora, lakini bado mpaka sasa wewe ni chokora. Uko na Mungu kweli? God is a God of improvement. God is a God of one level to another level. God is a God of change. God is a God that makes things work. The blessing of God will come. It doesn't matter how it comes. Haijalishi inakuja kwa wingi ama kwa udogo, lakini inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu tuanzane na Mungu mwaka huu, lazima nikifika mwezi wa pili nitakuja kusimama hapa niambie Mungu, niambie watu wote na Mungu amenifanyia hii. Niasimame kama huyu mama amekuja, nilipomwambia maneno, niliona nimefanya hivi kidogo kushindwa. Huyu mjamaa anajulia wapi mastori zangu? Na sasa alikuwa nataka niile kwa sababu amezoea ile, lazima aambie lia na uende nini, lia na utoke. Sasa mimi sikumwambia lia na utoke, nikamwambia kwenu kuna manyoka, kwenu kuna hii na hii. Akaniangalia akasema kwao ni watu wameokoka, hakuwezi kuwa na nyoka. Lakini masaa 2 3 baadaye akaambiwa kuna nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tunasema matunda. Amekuja kutoa ushahidi ya kwamba Mungu alionekana. Sasa wewe niambie, tumekuwa hapa na wewe kutoka Januari last year. Tumekuwa na wewe mpaka sasa. Umekuwa umeokoka kabla ukuje hapa. What is this? Can you start? Useme, huyu ndio Mungu wangu. Can your God be known? Can your God be seen? Bwana Yesu asifiwe sana. Why is your God not seen? Ngai wako arega kuonekana niki? Ngai wako arega kumenyekana niki? Musa wakati wote walitembea, Mungu wa Musa alionekana. Wakati Abrahamu alitembea, Mungu wa Abrahamu alionekana. Wakati Joshua alitembea, Mungu wa Joshua alionekana. Wakati Ezekiel alitembea, Mungu wa Ezekiel alitembea. Mungu wako ako wapi? Muulize mwenzako, Mungu wako ako wapi? Ngai wako. Muulize na lugha yako, Mungu ngai wako weha. Tondu watarukirwo uri ka ngai waku akoragwo ku? Mwathani agoshwo. Why are we not being blessed? Why are we not moving from the level we were yesterday to another level, despite prophetic words over your life, despite prophetic attraction ambazo umezungumziwa, umenenewa? Kila kanisa umeenda wamesema wewe unaenda kubarikiwa, umepakwa mafuta ya blue band, umepatwa ya cowboy, umepakwa ya Vaseline, umepakwa mpaka ile ya ng'ombe, umepakwa ukiambiwa unaenda kubarikiwa. Lakini mpaka saa hii you are struggling. Mungu wetu tunamzungumzia kwa matendo mazuri anayoyafanya. Ni kwa nini amekunyima? Wengine wanaendesha magari, wengine wako na manyumba makubwa, wengine wako na mashamba makubwa, watoto wengine wamebarikiwa, wamesafiri. Sitaki kusema kuokoka ni kukuwa na mali, lakini pia kukaa na Mungu na Mungu kukaa na wewe ni kukuwa na vitu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kujiita mtoto wa Mungu, baba yako ndio mwenye kila kitu, lakini hapo unalala njaa. Ina make sense kweli? Baba yako ndio mwenye mahindi, ndio mwenye shamba, ndio mwenye maharagwe, ndio mwenye kila kitu, na hata githeri huwezi pata pesa ya kununua githeri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambayo wewe uende ujichuguse uone kama unafanyaga ama ufanyagi. Maana ni kumaanisha there is a disconnect between you and your God. Watoto wa Ismaili ndio wana control economy sasa. Ama namna gani? Mumeona hivyo? Watoto wa Ismaili, wa mama wa Kado, watoto wa Hagai. Bwana Yesu munielewe vizuri. Watoto wa Hagai ndio wao ndio wenye petroli, ndio wenye maduka, wamechukua Nairobi, wamechukua mashamba yetu. Watoto wa nani? Wa Hagai. Watoto wa Sara, mulifanyia Mungu nini? Hebu uliza mtu hapo. Watoto wa Sara, neke mwahete Ngai nakio. Ulikosea Mungu wapi? Uliza wewe, uliza mwenzako acha kuniangalia. Ama muuliza kama ama wewe ni wa Hagai. Muulize wewe ni wa Hagai ama ni wa Sara. Yeah, mwangalie vizuri, mwangalie kama anakaa Hagai. Mwangalie vizuri, anaweza kukaa Hagai. Kumbe ni mtu wa Hagai. Uulize wewe na naona wewe ni wa Sara, mama mbarikiwa. Na wewe ni wa Abrahamu, baba mbarikiwa. Kwa nini maidi amechukua vitu zetu? Ni kwa nini maidi ndio anakubalika biguni, sisi hatukubaliki? What has happened? Ni nini kimefanyika? Wa Hagai ndio wenye mahoteli makubwa. Wa Hagai ndio hata tunahubiri kwa sababu ya Hagai. Ama amuonagi hivyo? Hii kitu ni nani walete? Si ni watu wa Hagai? Hii mkeka nani amelete? Hii pulpit nani amelete? Ile kitu nani amelete? Hii speaker nani amelete? Hii nguo umevaa nani amelete? Hiyo kiatu umevaa nani amelete? Ilikuwaje? Kagwathiri atia? Ilikuwaje Hagai ametubadilishia namba? Yeah? There must be something wrong. Inaonekana mama, unajua Yakobo alienda akaona, akasikia Esau anaenda kubarikiwa. Akaambia Yakobo, unamjua nani? Esau ni radi kuladi. Akageuza namba. Akegeuza, akaambia sasa Yakobo, weka gosi. Wewe tutengeneza chakula mzuri, tupelekee mzee ndio tunyakue baraka. Inaweza kuwa Hagai ameenda kwa Mungu, amenyakua baraka. Inaweza kuwa wamepanga kama mpango ya kado. Unajua huyu ni mama ya mpango ya kado. Inaweza kuwa wamepanga kama mpango ya kado na wameenda na wamenyakua. Maana hawa watu hawana shamba. Enda hapa Dubai, hawana shamba, lakini wanachimba, wanatoa petroli. Wanakuambia gari yako lazima itembee na petroli. Sasa wewe uko na shamba, uko na busi, uko na kila kitu, uko na mvua, uko na 12 hours ya mchana, 12 hours ya usiku, but you are still poor. What went wrong? Ile baraka ilipatiwa Abraham baba yetu. Akaambia, kwa sababu haukunikatasa mtoto wako, nitakubariki. Nigukurathima. Ndathime nginya ruciaro rwaku. Nitabariki mpaka generation yako. Na hakuna mtu atakayewainukia. Na atakayewainukia mimi nitapambana na wao. Utaongezeka kama mchanga ya baharini. Utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. Sasa wewe niambie kweli, ile kanyumba unakaa, tabaoje ile kanyumba kale waikaraga, ile kanyumba tu unakaa, kana kama mtoto wa Abrahamu kweli? Musa wakati alianza safari aliambia Mungu ya kwamba siondoki kama hauondoki na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. I am not moving. I am not going anywhere if you are not going with me. Now look at you. Are you alone or you are with your God? Saizi hata mimi hapa nikiwaambia munipate hapa, nikichugusa hapa, mulikuja na kamia na una kamia kakurudi. Hata pesa ya sadaka hauna. Kile huko jalie kigo kimwebesha sioke kwa kunyumba. Gidari, uko na pesa gapi? Uko na pesa gapi sasa kwa mfuko yako? Hiyo ndio biashara yako hao yote. Hiyo ndio umekuja kuleta sadaka. Bwana asifiwe sana. Where is your God? Where is the God of Moses? Where is the God of Abraham? Where is the God of Elijah? Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama mwenye alikuwa hana kitu, alikuwa mpaka na madeni, aliulizwa na nabii wa Mungu, uko na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akaleta vibuyu vikajazwa mafuta, maana yule nabii alikuwa na Mungu. Vibuyu vikajazwa mafuta kwa kutaja jina la huyo Mungu. Vibuyu vikajazwa, kisha akaambiwa nenda ulipe madeni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ulipe madeni. Why are we suffering? Did we lose something? Did we lose it somewhere? Kuna mahali tunaweza kuwa tulipotelelea. Kuna mahali tulikuwa tukakuwa na disconnect na Mungu wetu. Man, I cannot see how our God can be so quiet on us forever. I don't see that we are coming to church every Sunday. We are doing everything every time and again, but there is nothing that is happening in our life. We are still struggling. We are still crying. Watu wa dunia ndio wanaendesha magari. Watu wa dunia ndio watoto wao wanakaa vizuri. Unakuta enda ruda, unakuta mtu hata hajui huyo Yesu anakuambia, lakini ubwa yake inakula chakula ile unakula miaka 5 siku moja. Ubwa inakula chakula ile wewe umekula miaka 5. Na ile yuko hata hii yako ya ubwa unakuta ni nyama. Ethejeirwo mburi ngima ile yage mburi okahora. Na mundu ucio ndoe nginya Jesu. Mundu ucio ndoe nginya Ngai ucio ramugwetera. Mundu ucio ndathiaga matu iguru, ndagathi matu iguru. Wewe urathie matu iguru uconetwo ni ini nginya nduraria. Nginya tumbo ilishikana na mgongo. Kwa ni kulienda nini? Where do we go wrong? Moses alikuwa anainua mikono yake, nguvu za Mungu zinashuka. Musa aliinua tu mikono yake hivi, nguvu za Mungu zinashuka. Mtu anaitwa Isaka akaambia usiende huko, unataka kwenda Egypt. Hapana, rudi Ai. Akufika Ai akaambiwa hapa miaka 6 hakujanyesha mvua. Miaka 6 there has been no rain. 6 years. So it is a dry land. Ni ardhi ambayo imekauka, haina tumaji hata kidogo. Akaingia huko na akasema nitalima, kwa sababu he had a blessing. He was standing on the blessing of his father. Maana aliambiwa kizazi chako nitakibariki. Sisi ni kizazi cha Abrahamu. Kwani baraka zilikatikia wapi? Isaka alilima kukiwa na jua, akalima kukiwa na kiangazi, na akavuna. And the Bible says, and the man became rich. And the man was wealthy. Ati huyu mtu alitajirika. Baka serikali ikakuja kumwambia, tungetaka kujua Mungu yako. Hata serikali wakamweka ndani ya serikali, maana yeye peke yake ndiye alikuwa anapatia watu chakula. Maana aliita Mungu ya baba yake. Wewe Mungu ya baba yako, wewe Mungu yako alienda wapi? God is looking for somebody who is mature. Maana the maturity came from Abraham. Wakati aliambiwa in the book of Genesis 22 verse 1, give me your son. And after, the Bible says, after these things, God tested Abraham. Why would God test you? Why would God want to test you? Because every success of our life is about the test of God. Every move of our life is about the success of our life. Every marriage that we have is a test from God. Any success that you want, iitanishwe na wewe, is a test. But we don't wait for ourselves to be mature. Hatungoji na hatukubali kulewa na kufika viwango vya kupokea baraka za Mungu. Maana vitu za Mungu zinakujanga kule kwao. Kule kumekubalika. Kule kumeitikika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ido shinukaga kwao, itunukaga kwene. Hello? Are you getting me? Vitu zinaendaga kwao. And after this thing, Genesis 22 verse 1. After these things, God tested Abraham. And he told Abraham, give me your son, the only son, Isaac, whom you love. Take him to Mount Moriah and sacrifice him as a burnt offering. Wow! So kubuka huyu mzee ameogoja huyu mtoto miaka gapi? 90 good years. I have the same God that has given you. Na akamwambia through your generation the world will feel. Through your generation dunia itajaa. Through your generation watu watajirika. Alafu the same God has come to ask you for the same generation he's talking about. Akakuja akamwambia nipatie mtoto huyo wako. Na akakuwa very specific. Si mtoto wa Ismaeli, si mtoto wa Hagai, nataka mtoto wako wa Sara, mwana wake Radimo. Abraham, kama mimi ni wewe, ukikuwa ni wogi ukituate, kama ni wewe ungefanya namna gani? Wewe sasa ni Abraham, kama ni wewe ungefanya namna gani? Kama mtoto umegojea 90 years, alafu huyo Mungu si ukimuita Shidwe? Mimi nikimwambia hiyo ni pepo, Shidwe, mtoto wangu wa baby, I refuse.
the mighty name of Jesus, I refuse. My child is no, you're not going there. You're the demon. I want to have Freemason. They are talking to me. This is not God. God, the blessing of heaven does not add sorrow. Right. Yet it is God that was speaking. And he heard the voice. Why? He was mature. He heard, this is the voice, the same voice that spoke to me that I am going to give you a child. This is the same voice that have spoken to me that bring this child. Bwana Yesu asifiwe sana. With his maturity, akamwambia, this is your child. I am bringing back your child to you. I don't mind where you tell me to take the child, I will go there. If you send me to slaughter him, I will slaughter him. If you tell me to burn him, I will burn him. At the end of the day, he is your son. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the maturity level. He understood the voice of God. Most of us are failing. Tumeanguka mitihani. Maana we don't hear the voice of God. We don't know how God speaks. We have never heard the voice of God. God has been speaking to us, but because we don't want to understand that, because we don't want to know that, we fail to know when God is speaking to you. Because you are a bit busy. You are a bit moving up and down. Because you are where ni musomi umesoma. Where ni mtu ambaye uko busy. But when God is speaking to you, you are also busy doing many things. Abraham did not refuse to give this child. Na akabeba mtoto akampeleka mpaka kimlima. Na akaambiwa mupeleke kwa mlima Moria. Hakuwa na kimbelembele. Alimwambia mupeleke kwa mlima unaitwa Moria. Na alipofika kwenye mlima akaambiwa nenda, akakaa huko, akangojea the next instruction. The next instruction, yes, I am in Moria, but where in particular? While they are in Moria, after the third day, God appeared to him again. Akamwambia mlima ndio ule pale. Akapeleka mtoto wake pale. Akatengeneza madhabahu kwa mpangilio wa madhabahu. Kisha akamchukua mtoto wake. Kumbuka huyu mtoto alikuwa amemuuliza, ninaona kisu, ninaona moto, ninaona kuni, busi iko wapi? Naye akamwambia, God shall provide for himself. God shall provide. God will provide for himself. For the sake of the kingdom of heaven. For the sake of the love that you have for God. For the sake of the obedience that God, you have obeyed God. He will provide for himself. You are not supposed to struggle. You are not a child to struggle. Wewe si mtu wa mahangaiko. Maana wewe si mtoto wa mpango ya kando. Wewe ni mtoto wa Sara. Wewe ni mtoto wa Abrahamu. Baba aliyebarikiwa. Baba aliyepatiwa umiliki wa dunia. Na vitu vyote alipatiwa kwenye mikono yake. Na akaambia kizazi chako kitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipolaza mtoto wakati wa kufika, mtoto hakupinga. Maana God has provided for himself. Maana mtoto wake huyu. Maana hii ni sacrifice. Akienda kukata, malaika akakuja akamwambia, chukulia hapa nyuma uone. Akaona kuna mwana kondoo. Because God will provide for himself. You are not supposed to struggle. You are not supposed to cry. You are crying every day, unalia kila siku. Wewe umeteseka, umetumika. Baka wanaume wengine tumekuwa watu wa kwenda kulala na sisi ndio tupate chakula. Wanawake wengine tumeolewa na wanawake ndio tupate chakula. Wengine tumetumiwa vibaya, tukarushe mawe, tukapigane na watu, tukarushia watu mawe ndio tuweze kupata chakula. Wengine tumekuwa watu tumefanya ukahaba ndio tupate chakula, ndio tupate kaguo kakuvaa. What happened? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Isaka alirudi, alikuwa naenda Egypt kutafuta chakula, lakini akaambiwa na Mungu rudi baka Ai. Alipofika Ai, akainulia Mungu madhabahu na akamwambia Mungu, nimefika mahali uliniambia, now talk to me. Akamwambia sasa anza kulima. Akaangalia Mungu, akauliza Mungu, na hapa hakuna maji na hakuna nini? Akamwambia lima, nitakuonyesha kule maji itatoka. Because the hand of God was with this man. Wakati aliambiwa rudi kutoka usiende Egypt, he displayed maturity. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa rudi. Alirudi, alikuwa najua. Maana alikuwa naenda Egypt kutafuta chakula. Maana kule kwao kulikuwa kumekuwa dry. Kule kwao for the last 6 years there was no food. For the last 6 years there was no rain. The last 6 years there was no indicator atakutakuwa na chakula. But when God spoke to him, akamwambia rudi kule unatoroka, rudi huko. Egypt hautaenda, urudi huko na utapata chakula na utapata kila kitu kile unataka.
Aliporudi, he displayed maturity. The level of maturity. Understanding God, even if the situation on the ground does not say so. Understanding God, understanding the word of God, even if everything seems like it is a dream. He went back. Baka kule akafika, akakuta ardhi kweli ni ile aliwacha. Haina chochote, haina, this dry. There is no life in that area. Bwana Yesu asifiwe sana. But the day he obeyed, the day he listened to God and he started doing what God instructed him to do, things changed. Ndio alifunguka macho na kukapatikana kulikuwa kuna visima vilikuwa vimechimbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa kuna nini? Kuna visima vilikuwa vimechimbwa. Kumbe the solution of your life is always with you. The challenges you are facing are not challenges. There is a solution. It has been kept. It is waiting for you to grow, waiting for you to mature, waiting for you to become that child that is obedient. Wakati alirudi, kabla atoke huko, hizo vizima vilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla aanze safari ya kwenda Egypt, ithima icio ciari okuo. Tikwejo cienjirio, tondu alienda kuthikoria. Alienda kuthikoria. Akathikoria inatoka, wanakuja wanasema ni yao. Anathikoria hii, wanakuja wanasema ni yao. Wanathikoria hii, wanakuja wanasema ni yao. Paka akathikoria ikini akasema this is hai hawataguza. Akaita namna gani? Akaita namna gani? Yeah? Akaita namna gani? Akaita namna gani? Ni kwa sababu hujui ndio unaongea pole. Ndio unaongea hutaki kutoa sauti maana haujui. Akaita namna gani? Rehoboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanisha there is a Rehoboth in your life. Kuna hicho kizima ambacho Mungu anataka your maturity to be displayed. Anataka ufike mahali alikuambia. Anataka ufike where he wants you to be, in the position where you want it to be, ndio aweze kukufungulia kisima cha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaenda kufunguliwa kizima cha maisha if only you display the level of your maturity. If only you surrender to God, that God akuinue, akubadilishe. Already kizima chako kiko. Already mahali pa kulima pako. Already mavuno yapo. Kila kitu kiko. All what is waited from you is that point of surrender. Just mature. Just release yourself to God so that God can use you as a vessel. God can never use you as a vessel if you are not ready to be used as a vessel. God needs permission from you. God needs a go ahead from you. Anataka wewe umkubalishe akutumie kwa utajiri. Imagine Isaka hakuwa na kitu, lakini alipelekwa kwenye ardhi haikuwa na kitu. Na akaambiwa sasa hapa ambako hakuna kitu ndio kitu kitatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye kwa sababu aliamini, I believe in the mighty God. Aliamini akajua my father has never let me down. My God has never left me. Akisema kitu kitafanyika. Where is your God? Saizi huyo Mungu alikuwa na Isaka. Ndio tunasemanga Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kwani alienda wapi? Mnasikia alienda Kenyatta kulala ama alienda kufanya nini? This God, where did this God go? This God of Isaac, this God of dryness, wakati hakuna kitu, huyu Mungu alikuja na akafanya mimea ikamea. Huyu Mungu mwenye aliitisha mtoto achinjwe, anapoenda kuchinjwa kondoo ikakuja. Huyu Mungu mwenye alikuwa na Yakobo alikuwa amefika point of no return, akarara hivi kule Betheli, kufungua macho hivi akaona mbingu imefunguka. Huyo akaona vitu vinapanda vinashuka, vinapanda vinashuka. Na wewe unajiitanisha na huyo Mungu. Kwani huyo Mungu mbona hakusikiagi kama Daudi? Kwani huyo Mungu mbona hakusikii kama Yakobo? Mbona hakusikii kama Isaka? Mbona hakusikii kama Abraham? What is the disconnect between you and your God? Are you really worshiping God? Have you ever been worshiping God? Hebu jiulize, jichune tu. We kunye, we uliate. Denama nego shakagai. Denama nejo egai ule hoyaga. Because if I am a follower of God of Jacob, if I am a follower of God of Isaac, if I am a follower of God of Abraham, Mungu wa Abraham ni wa batoni moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Abraham ni wa batoni tu. Kifinya tu kumuitisha baba lete inakuja. Kutii tu, kuamini huyu Mungu. Maana huyu Mungu wa Isaka ndio huyu Mungu amekuwa na Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu wa Daudi ndiye amekuwa na Solomon. Na unaona Solomon maneno yake venye yamekuwa mzuri. Where did we go wrong? Tulikosea wapi? Ni hatua hetanirie na Ngai.
Huyu Mungu tunakuaga na yeye kweli? Huyu Mungu tunakuaga pamoja? Why are we struggling? Why is our God not defending us? Why have we been put to too much shame? Mbona tumetolewa nguo mpaka tuko uchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Why do you have this disconnect? Baka tumelawitiwa, baka tumeenda kwa waganga na kwa wachawi. Maana there is no solution. We are looking a solution in any part of the world. As long as mtu amekuja amesema I have the solution, unakibia. I have the solution, unakibia. I have the solution, unakibia. Na ukienda kuna kuchikuta umeingia zaidi kwa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Where is the disconnect? Why is the church being humiliated in the eyes of God? Mbona watumishi wa Mungu tumenyararwa, tumedharauliwa, tumekejeliwa mbele ya Mungu, mbele ya watu? Saizi we are the laughing stock. Everybody is laughing at a Christian. Unaenda kutaja tu Mkristo, unaona kila mtu anaanza kuangaliana, wanaangaliana, wanashindwa. Who is this? People are moving out of the church. People are moving. Wengine wanakuwa Waislamu, wengine wanaenda kwa devil worshiper, wengine wanaenda kwa Mogeke, wengine wanaenda kwa Taliban, wengine wameenda kwa Illuminati, wengine wameenda all over. They are joining cults. Why? Because there is no hope in Christianity. Because there is no future, there is no plan, there is no God in Christianity. Christianity is a debe, an empty debe that is full of mongers, that is full of haters, full of confused people, full of fools. People does not understand. People who does not understand their God. People who cannot go ati umetumwa na Mungu uende kwa desert ukalime. Na unaenda tu kulima. Na unaanza kufanya kazi ukijua huko ni komo. Huko gutiurete miaka 6 hakudenyeza, lakini unaenda tu kama mjinga. Kutatokea wapi wajinga wa Mungu? Wasimame na ujinga ya Mungu. Na Mungu atende miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atende maajabu kutupitia sisi. Kutatokea wapi watu watakao simama waseme matatizo yaliyo ndani ya Kenya yaondoke leo, na yanaondoka? Kutatokea wapi wajinga wa Mungu watakao simama waseme hatutaki maovu tena, watoto wetu hawatauliwa, watoto wetu hawatakuwa abducted, maneno kama haya haitakuwa, watoto wetu hawatakuwa mashoga, hawatakuwa lesbian, na kila kitu kinatendeka. Right now even the parents are agreeing. Mtoto anakuja na mconfuse, mom, you know what? Mpaka unakuja kanaongea kama Kristiana, you know what? Yes, I think I was not born a man. I was born a woman. My hormones are more of a woman than of a man. Na unakuta mama na reason, science ina prove that right. Unakuta mama na ametoka kanisa na ako na Biblia kubwa kuliko kichwa yake. Na unakuja anaanza kuagree na mtoto. Baka kweli anaona. Hata I have been watching, nimekuwa nikikuangalia hivi, naona kweli you resemble of a lady than what? Unakuta mtoto mpaka amegugu mahali pa kwenda kutolewa hii kitu ndio wekwe hii kitu kingine. Na anakwambia mom, there is transfer inafanyangwa. Ukienda Kenyatta ama uende Nairobi hospital ama uende kaka hospitali fulani, nitaenda, nitatolewa kisha nitawekwa what I am supposed to be. Na mama anasema it is your right, because we don't have a position, we don't have a ground to ground ourselves before our God, that we can be able to stand to defend and say we are the children of God. And when you are a child of God, you cannot be in the wrong place. God decided, and that is how he decided to be. There is no shortcut. There is no interchange. There is no something that you say that the science can prove. There is no chance. There is no science at all that can prove. But because we have compromised our integrity, we have compromised our nature, that because we don't have a foundation, hatuna misingi, peleka hiyo ujinga kwa Arabu, peleka hiyo ujinga kwa watoto wa Hagai, watakurarua, watakuchapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mpaka uso yao huwezi jua. Wamefunika. Kwa kila kitu mpaka kwa mguu wamefunika. Unaonanga tu mikono ndio wamepaka hiyo mavitu zao. Maana wanatii na wanajua Mungu wao. Na ndio naona wamebarikiwa kutuliko. Wanatii sheria, wanatii mipango, na wanatii manabii wao. Wanatii Muhammad. And the Bible says in the book of 2 Chronicles
Obey and respect your prophets so that you can be prospered. They are being prospered because they respect their Muhammad. They worship Muhammad. They believe in Muhammad. Do you believe in that Jesus Christ? Do you even know Jesus Christ? How many of you here know Jesus Christ? Si unaona? Na tena honoki. So, what are you doing here? Nikimureka huko. My brother, what are you doing here? What are you doing here? If you don't know Jesus Christ, what did you come to do here? Mommy, you don't know Jesus Christ. What did you come to do here? What did you come? Why are you here? Why did you waste your time to come in a church, to sit here, just to come and you don't know who you are following? Because we don't understand the principles. We don't understand. We don't want to sit down to be taught the word of God. And the moment we don't want to sit down to be taught the word of God, we fail the connectivity between us and God. And that is where we fail to be mature. We fail in every move of our life. That is why we have Christians, but we are fake. We go to church, but we are fake. We don't understand anything because we are immature. The maturity will bring God closer to you. If you become mature, ukikomaa, ukomae. Mwambie mwenzako komoa. Muite tu mwambie mugogagoga kwa bega. Mugogagoga kwa bega. Umwambie sasa ni wakati wa kukomaa. Tukae chini, tukomae. Ndio tuweze kufundishwa. Tujue urithi wetu uko wapi. Ndio tujue mali zetu zimefichwa wapi. I will show you the hidden treasures. Isaiah 45. Nitakuonyesha vitu ambacho vimefichwa. Zilifichwa kwa nini? Mnajiuliza ni kwa nini zilifichwa? Zilifichwa mpaka ukomae. Kwa sababu hizo vitu zitakushangaza. Ukitolewa hivi utakufa. Kuna watu hapa wakipatiwa shilingi 10,000 utaona akirukaruka kama ile mpira ya tennis. Atarukaruka hivi, atarukaruka akisema oh my God, akitukana watu wengine. Mpaka anatoa kiatu na bia mtu. Raba hiyo kiatu nikupatie 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of immaturity and because God akiangalia hivi anaona haustahili kukaa na hii pesa, anaiondoa. Most of us are suffering not because we have never been blessed. We were blessed, but our behavior ikaona Mungu kwa sababu anakupenda akakuondolea. Ni wewe uragiwa ile ndwari na matatu ciathireko muyaguri na muyamba ule wathiaga naguo no arikana ule wambagira andu ni ndu athiaga uguo takanyamu gaka uguo. That says the Lord to his anointed to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him and lose the armor of kings, to open before him a double doors so that the gates will not be shut. The doors cannot be opened to you if you are immature. You must be ready to control, ready to possess, ready to hold together. Lazima ukomae ndio Mungu akupatie vitu zake. Sasa hamujakomaa. Sasa muko hapa mnaongoja kiugo kimwe ndakago konduka ta Ngai wario kiugo kimwe. Kiugo kiriku kiario kiumete ku kia gwika atia. Halo. Kiugo kimwe gia gwika atia. Urenda kiugo kimwe. Biblia yothe ni kiugo kimwe. Mwambie mwenzako lazima tubadilike. Mwambie amuka from the sleep ubadilike. Mwambie mwenzako hapo. Yeah. Hallelujah. Ndio Mungu akusaidie. Ndio Mungu atubariki. Ndio tuweze kufaulu. Lakini si bila majuto. Si bila mateso. Si bila kupitia hali ambayo itatufanya sisi tukomae. Kitabu cha Yakobo 1:2. Si inasema chukue yote ambayo unayoyapitia kama mafundisho, kama njia ya Mungu kukubariki. The book of James chapter number 1 verse 2. Consider it joy. Consider what? Consider it joy. That my brethren, count it all joy when you fall into various trials. What are the meaning of the trials in this biblical context? Why the trials? Kwa nini zikuje the trials? Why will God try you? Remember in the book of Genesis 22, God said, after all these things that happened to Abraham, he tested Abraham. Alimjaribu.
Hapo naye nasema, my brethren, count it all joy when you fall into various temptations. So whatever that you are going through now, it is a form of an examination. Mambo ambayo unayapitia ni level ya Mungu kujaribu kukuangalia. Unaweza kuyumbayumba, unaweza kuanguka aje, unaweza kuporomoka namna gani. Nikikupatia gari, nikikupatia Range Rover, will you be able to handle it? Nikikupatia shamba kubwa, will you be able to handle it? Nikikupatia mume, will you be able to handle a man? Nikikupatia mke, will you be able to handle? Consider it joy. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. The testing of your faith. So our faith is being tested. Why will God test your faith? Why will God put through a test? Why? Anakupitisha kwenye mtihani kwa nini? Because he loves you. He want to give you. Alimpitishia Abrahamu miaka 90 ya kukosa mtoto. Alafu akakuja akamwambia, nipatie huyo mtoto. Kumbe alitaka kujua Abrahamu atavumilia namna gani kupatiana mtoto. Naye Biblia inasema hapo katika mstari wa 16 ya kwamba nimeapa, maana haukuninyima mtoto wako, nimeapa ya kwamba utaongezeka kama nini? Kama nyota za mbinguni ama mchanga wa baharini. Knowing that the testing of your faith produces patience. When you are tested, when you have been taken through the process ya majaribu, you have patience. Patience is grown in you. Mambo ya kuvumilia inawekwa ndani yako. Mungu kwa hivyo anaweza kukutuma Garissa, anaweza kukutuma Saudi Arabia, katikati ya desert, na hautababaika, maana you have God, and you know this God will create a well of water in the middle of the desert. In the middle of the desert, the well of the water can only be created kama wewe umepiga hatua, umefika to the desert. Hallelujah. Only this will happen to you kama umefika huko. Lakini kabla haujafika huko, if the trials za marriage zitafanyika, ama mambo ya kimarriage itafanyika kama umeingia ndani ya marriage. Wacha kuzungumzia huko kia ije. Ati wewe umekaa hivi, wewe lazima ubadilike, wewe lazima uende hivi, wewe lazima ufanye hivi, lazima uchange, lazima unyonyeshe umebadilika. Hiyo hautaona badilika kuo, lazima ulikebunde ini. Bwana Yesu asifiwe sana. During in the marriage, that is where trainings will be done. That is where faith will be tested. That's where challenges you go through. Through in the marriage, ukiwa ndani ya doa, ndio utapambana na hali. Allow yourself to be purified through the tests of God. Allow to go through the fire, and then the gold in you can be produced. Bwana Yesu asifiwe sana. The gold in you can never be produced by cold water. You have to be burnt. You have to be taken through a process. Wait for that process. Wait for the manifestation of God in you. Wait for that system, the systems of God, to come in and purify that thing that you want for you. Verse 4, please, quickly. Knowing that the testing, but let patience. You see now, the testing has brought what? The patience. And now let the patient have its perfect work. When you are tested, you bring patience. And when the patience comes, it perfects you. It will perfect your marriage. It will perfect your church. It will perfect your moves. It will perfect whatever you do. Things will be perfected. Bethel Clouds TV, empowering lives.